Amenitoa mbali, mbali, mbali sana 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 amenitoa mbali Yesu. Nikikumbuka kule alikonitoa, kumbuka mbali sana. Sijajua mwenzangu, sijui unakumbuka wapi Yesu alikokutoa, lakini mimi ninakumbuka mbali. Napenda kumshukuru Mungu pia kwa ushuhuda huu mchache ambao uko mbele yetu, ambao ninaenda kumshuhudia Mungu kule alikonitoa, Mungu alikonitafuta na alikonipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kupata neema ya wokovu ilikuwa hivi. Ilikuwa ni mwaka 2006 nikiwa darasa la 6. Nakumbuka kipindi hicho ni watoto ambao tulikuwa tumekulia kwenye Sunday school katika kanisa la EAGT Mbeya. Wakati ule Chunya ilikuwa ni wilaya, yani ni wilaya mojawapo ya kati ya wilaya ambazo zilikuwa Mbeya, lakini kwa sasa hivi ilivyogawanywa iko katika wilaya ya mkoa wa Songwe. Sasa wakati huo tulikuwa tumezoea kukulia Sunday school. Mama zetu tulikuwa tukitoka kanisani wanatufundisha, mama yetu alikuwa anatufundisha sana, anapenda sana kutufundisha habari za Musa, namna alivyokuwa amepasua bahari ya Sham. Basi siku zilizidi kwenda, kumbe wakati huo neno lilikuwa linazidi kututafuta siku hata siku. Hatimaye siku moja wakati nimelala, nikiwa darasa la 6, wakati nimelala nilikuwa nimezima taa. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza. Ghafla nikashangaa chumba cheupe. Sasa nikawa nashangaa, hii hali inatokana na nini? Mbona nimezima taa alafu chumba ni cheupe? Yani mwanga unaonekana ni mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakimbia kwenye chumba, nikaenda kwa wadogo, yani chumba ambacho nilikuwa nalala mimi peke yangu, nikaenda nikalala chumba cha wadogo zangu. Nikawa naogopa. Wakati huo tulikuwa tunazoea kuangalia movies za kina Shumileta na movie fulani za kutisha. Kwa hiyo ni hali fulani ambayo ilinishtua. Sikujua ni kitu gani ambacho kinaendelea wakati huo inaona. Basi hiyo ilikuwa siku ya kwanza. Siku ya pili ilikuwa hivi. Nikamwona mtu mbele yangu amesimama. Uso wake ulikuwa unang'aa, yani ulikuwa una nuru kali sana ambayo hauwezi ukamtazama, haonekani sura yake. Yani kuanzia kwenye shingo kupanda juu kulikuwa kuna nuru ya ajabu, ila kuanzia kwenye mabega kushuka chini yule mtu alikuwa anaonekana kama ni mwanadamu, lakini ukianzia kwenye shingo kupanda juu alikuwa amejaa nuru ya ajabu sana. Basi yule mtu akaniuliza, ombeni, unataka kumtoa shetani? Mimi nikasema, shetani? Kwani shetani yuko wapi? Akuniambia shetani yuko wapi. Akaniuliza tena, ombeni, unataka kumtoa shetani? Mimi nikamuuliza tena, shetani kwani yuko wapi? Akaniuliza tena hivyo hivyo, ombeni, unataka kumtoa shetani? Sasa ameuliza mara kadhaa hilo swali, ilibidi niseme ndiyo nataka nimtoe. Akauleta mkono wake wa kulia eneo la kwenye moyo, akaniambia tumia jina la Yesu. Pale pale mimi yani niko kwenye maono, na kipindi hicho ndio tulikuwa bado hatujaokoka. Niko kwenye maono, tulikuwa tumekulia tu kwenye Sunday school, na tulifika ile miaka ambayo bado hatuko, yani ilitakiwa tuongoze sala ya toba, lakini ilikuwa bado hatujaongozwa sala ya toba. Basi yule mtu alivyoniambia tumia jina la Yesu, akanishika kwenye moyo, akawa ameondoka lile eneo, nikabaki mwenyewe. Basi nikasema kwa jina la Yesu, nikanyosha hivi mkono, nikashangaa kwenye mikono yangu kuna moto ambao unatokea. Nikaanza kushangaa, huu moto unatokaje tena? Nikawa nimetoka nje. Nilivyotoka nje nikasema kwa jina la Yesu. Ghafla kuna paka mmoja ambaye alikuwa eneo la nyumbani, nikaona ule moto umemfuata yule paka alipo. Yule paka akarukia upande wa pili. Nikasema ngoja nimfuate asije akawaasili majirani. Nikamfuata yule paka, nikamkemea tena kwa jina la Yesu. Yani ninavyokemea moto ukao unatoka kwenye mikono yangu. Alafu namfuata moja kwa moja yule paka. Yule paka aliweza kuruka ile hatua, akarukia kwenye shamba la mtu. Nilivyofika kwenye lile shamba, nikasema kwa jina la Yesu. Moto tena ulitoka kwenye mikono ukaenda ukalizingira lile shamba zima ambalo alikuwemo yule paka. Lakini cha kushangaza, ulivyo
kuwepo kwenye lile shamba zima, niliweza kuona hatoki paka, bali alitoka ni mtu mmoja ambaye alikuwa amevaa mavazi meusi na damu zilikuwa zinamchuruzika puani na mdomoni. Sasa mimi nilitaka tena nikemee kwa jina la Yesu ili yule mtu afe. Ikabidi nimuonee huruma kwa sababu kwa mazingira aliyokuwa nayo, ikabidi nimuonee huruma. Pale nikashtuka. Nikaona kumbe ilikuwa ni ndoto. Kulivyokucha asubuhi, nikamfuata mama yangu, nikamwelekeza. Nilipomwelekeza, mama akasema nenda kanisani kaongozwe sala ya toba. Wakati huo kanisa tulikuwa tunasali la Chunya mjini EAGT. Wakati huo pasta ambaye alikuwa analiongoza kanisa lile alikuwa ni Boniface Mwangomo, japo sasa hivi kuna mchungaji ambaye anaitwa Ezekiel Mwaitwalile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaenda pale nikaongozwa sala ya toba, alafu kuna neno ambalo nikawa nalisikia mara kwa mara kwenye akili yangu linajirudia. Neno lenyewe lilikuwa ni hili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Nilipokuwa shuleni siku ya kwanza, yani baada ya kuokoka, siku inayofuatia tena nikawa nimeenda shuleni. Nilipokuwa nimeenda shuleni, hilo neno lilikuwa linajirudia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Nilikuwa sijui kwa nini linajirudia hilo neno. Bado nikaendelea kulitafakari kwa nini hili neno linaendelea kujirudia ndani ya akili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi usiku ulipofika, ilikuwa ni mida saa 1, nikaingia kwenye chumba changu ambacho nilikuwa ninalala. Wakati huo nilipoingia, ikabidi nianze kuomba. Nilianza na sala hii kwa sababu nilikuwa ni mchanga bado kiroho. Nikapiga magoti, nikaanza na sala hii, nikasema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamee waliotukosea. Nikaendelea na ombi hilo, alafu kuna mahali nikasema ninaukaribisha ufalme wako. Nakumbuka kuna nguvu moja ilinivaa mwilini, ilikuwa ni kama nguvu za umeme. Nikashtuka. Wakati huo nilikuwa ni mtundu kidogo wa masuala ya kuchezea umeme. Nikawa nimepigwa yani wakati huo nilipigwa sana na shoti. Kwa hiyo nikajua labda kuna mtu pale kwenye kitanda alinitegea umeme wakati sipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati nilipoingia nilijifungia kwa ndani. Kwa hiyo nikajua wakati nilikuwa sipo kuna mtu kaingia alinitegea waya za umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikashtuka, nilikuwa nimepiga magoti katikati ya kitanda, nikaamka kabisa, nikaanza kutafuta umeme, nikakuta hamna. Nikasema sasa ni nini? Nikaendelea kuomba tena, ninaukaribisha ufalme wako. Zilikuja nguvu kubwa kiasi kwamba nililuka pale kitandani, nilikimbilia jikoni kwa mama, nikajikausha namna hii. Sasa mama akaniuliza, Ombeni, vipi, mbona uko sawa? Nikamwambia mama, hivi Mungu ambaye tunamwabudu yukoje? Akaniambia, Mungu kwani vipi? Nikamwambia, Mungu ambaye sisi tunamwabudu yupoje? Akaniambia, Mungu tunayemwabudu sisi ni Mungu mkuu sana. Nikamwambia, kwani ukiomba lazima nguvu zikutokee? Akaniambia, inategemea, na kama uko karibu sana na Mungu nguvu lazima zikutokee kwa sababu ni nguvu zenyewe za Mungu. Nikamwambia, sikia mama, kama Mungu ni ana nguvu kiasi hiki, sitaki tena kusali. Mama akasema, wewe mpumbavu sana, hautaki kusali vipi tena wakati mimi hizo nguvu nazitafuta toka muda mrefu? Nikamwambia, mama, endelea kuzitafuta, mimi hizo nguvu sizitaki. Mungu gani huyo? Mungu wa kuuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo nilikuwa ni mchanga kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapo kwanza kuogopa, lakini ndani yangu, kwa sababu kulikuwa kuna wito, nilikuwa ninapenda sana kusikiliza mafundisho ya Mwakasege. Kuna somo fulani baba alikuwa na mkanda wa video ndani. Ule mkanda, ujumbe ambao ulikuwa ndani ya ule mkanda ulikuwa unazungumzia namna ya kutumia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikajitahidi hata kuomba, nikawa najitahidi sana niombe kama Mwakasege. Yaani nilikuwa najitahidi kuomba kama Mwakasege. Nilikuwa najitahidi sana, natamani sana kufanya huduma kama aliyokuwa anafanya Mwakasege. Nikaanza kumfuatilia. Hapo nikajikuta ndani yangu kunaanza kuumbika kiu ya kuanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaweza kumshuhudia na rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa Frederick Vahaye. Na tukaongeza rafiki mwingine ambaye alikuwa anaitwa Salum. Wakati huo tukiwa kanisani hapo alikuwa anaitwa Salum. Tukakusanyana, tukaendelea na kikundi chetu, yani tukatengeneza kikundi cha maombi kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana.
tukaendelea. Yani kila siku saa 3 usiku tulikuwa lazima tukutane, tuingie kwenye maombi ya kumuita Mungu. Wakati ule, Bwana Yesu asifiwe sana, ilikuwa mwaka 2006 tulikuwa tukimuita Mungu, na Mungu alikuwa anaonekana, japo tulikuwa hatuwezi kumuona kwa kiwango kikubwa, ila kiwango tulichokuwa tunamuona nacho ni kiwango cha nguvu ambazo tulikuwa tunazishuhudia zikishuka kwenye miili yetu, nguvu za umeme. Japo tulikuwa hatuna uwezo wa kumjua kiundani zaidi, ila kiwango ambacho tulikuwa tunafikia kumuomba na kumuona kupitia nguvu ambazo tulikuwa tunaziona ndani ya miili yetu, yani ilikuwa ni sehemu tosha kuashiria na kuridhika kwamba Mungu yupo pamoja nasi katika yale maombi. Nakumbuka siku nyingine tena nilipokuwa nikijiuliza sana swali hili, na wakati huo nilikuwa nikiwaza tu kitu, lazima Mungu ataniletea majibu kulingana na kitu nilichokiwaza. Hata kama sijaomba, Mungu alikuwa karibu sana na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati huo, siku moja niliweza kujiuliza swali, hivi Roho Mtakatifu unawezaje kumpokea? Na wakati huo nilikuwa nimetoka kwenye maombi, nilijiuliza sana hilo swali kwamba Roho Mtakatifu yupoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku nikiwa nimelala, niliweza kuona kuna mtu amevaa mavazi meupe, halikuwa hana sura kama yule mtu wa kwanza aliyenitokea. Sura yake ilikuwa ing'ai, nadhani alikuwa ni malaika. Yule malaika alinipa ujumbe huu. Ujumbe tutakutana katika sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza ya ushuhuda wangu, namna Mungu alivyo niokoa na kunitoa mbali. Mungu awabariki sana. Shalom shalom. Naitwa Mchungaji Ombeni. Mungu awabariki sana. Niwatakie baraka njema. Amen.